Nyakati wa kwanza sura 6 kuanzia mstari wa 8, neno la Mungu nasema, na ndugu zao Walawi ndio waliowekwa ili kufanya huduma yote ya maskani ya nyumba ya Mungu. Na ndugu zake Walawi ndio hao waliowekwa, si ndio? Amen. Kufanya nini? Maskani kwenye nyumba ya Mungu. Walikubali kukaa katika zamu zake Walawi. Endelea. Lakini Haruni na mwanawe ndio walikuwa wakitoa sadaka juu ya madhabahu. Kulikuwa kuna Haruni na watoto wake. Kazi yao wao walikaa kwenye zamu yao kwa ajili ya kutoa sadaka. Labda umekuja na sadaka kuzisogeza mbele za Mungu, kuomba kwa ajili ya mahitaji ya watu, kuomba kwa ajili ya shida za watu, kuomba kwa ajili ya vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao walikuwa wanafanya hivyo, wanalitunza agano lisiondoke ndani yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Haruni na wanae. Haruni, watoto tunawazungumzia sio kama mimi watoto niliowazaa tumboni, ni watoto wa kiroho. Haruni na watoto wake wakina Finehasi, si ndio? Walikaa katika zamu ya kufanyaje? Kutoa sadaka. Hao wote walikuwa katika lile eneo la kusimama katika kuabudu, eneo la sadaka. Wanalinda agano lisifanyaje? Lisiharibike. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea mtumishi wa Mungu. Niko kwa taratibu. Sadaka juu ya madhabahu na sadaka ya kuteketezwa na juu ya madhabahu ya kufukiria uvumba. Kwa ajili ya kazi yote ya patakatifu pa patakatifu. Hao walikuwa kwa ajili ya kazi ya patakatifu pa patakatifu. Wako kwa ajili ya zamu ya kusimama hapa patakatifu. Wanahakikisha agano la Mungu aliondoki ndani ya kanisa. Hawa hapa wana wa Haruni. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanalitunza agano kwa design hiyo. Mfano Peter tunaweza tukamwita mwana wa Haruni. Kwa hiyo anakaa katika zamu katika hali ya kuabudu. Anasimama katika zamu. Mfano ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki, kabla tujaendelea hapo, wana wa Haruni, Habakuki 2 mstari wa 1, walikuwa hawa wako katika zamu patakatifu pa patakatifu, kuhakikisha uwepo wa Mungu hauondoki ndani ya patakatifu. Walisimama katika zamu katika hali zote, kuhakikisha miguu ya Mungu haiondoki hapa, kuhakikisha sauti ya Mungu haitoki katikati yetu. Hao walikuwa wana wa Haruni. Soma Habakuki 2 hapo, usipafunike. Hilo lilikuwa kundi la kwanza. Hilo kundi la nini? La kwanza. Soma Habakuki 2 mstari wa 1 na wa 2. Na wa 2. Neno la Mungu linasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Amen. Walisimama katika zamu kama ninavyokuambia, katika kuhudumu patakatifu pa patakatifu. Walikuwa wanahakikisha sanduku la agano haliondoki. Hili sanduku la leo la agano ni Roho Mtakatifu. Sanduku la agano sasa hivi tulioachiwa na Yesu ni Roho Mtakatifu. Walikuwa wanahakikisha Roho Mtakatifu asiwaache. Kwa kila majira, kila saa, wanakaa katika hali ya utakatifu ya kumwabudu Mungu na kusikia Yesu atakachowaambia kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sanduku la leo tulilonalo ndani yetu anaitwa Roho Mtakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Tukimkwaruza, tukimuhuzunisha, ndio Wafilisti wanalibeba sanduku lako la agano. Unakuwa kopo. Hauoti ndoto tena. Unalala mpaka asubuhi. Umelala unatumikisha na kulishwa vyakula. Ujue kabisa mimi nalishwa vyakula, sanduku limeniacha. Amen. Ndio anayemkataa Roho Mtakatifu. Kama Daudi alivyomkataa, alikataa nini? Sanduku la nini? La agano. Obedi akalibeba akapeleka Edomu. Ule mji ulibarikiwa sana, kwa sababu alilipokea, alilifurahia. Kwa sisi hapa tunashinda kusimama katika zamu, tukamtunza huyu Roho Mtakatifu, tunahangaika kumlilia Mungu baraka. Kumbe huyu Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu ndio anayesababisha tunaanza kupokea baraka. Huyu ndiye anayepita kila mahali. Huyu ndiye anayekusaidia namna ya kuomba. Huyu ndiye anayepigana vita vyako. Huyu ndiye anayekuyeyushia magonjwa. Huyu ndiye anayesambaratisha maadui. Huyu ndiye anayekupigania. Huyu ambaye anapita kila miamba anapasua. Lakini kwa sababu gani? Tunapita mahali pagumu. Tunaenda asubuhi mpaka jioni. Tunatafuta kwa shida kwa sababu tumelikataa sanduku la agano, likakaa ndani yetu na tukatembea nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unabaki baba. Na leo naana njaa. Tayari sanduku limekuacha. Amelipokea mwingine. Ukilipokea hili sanduku, kabla hujaomba anajibu, kabla hujatamka anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe uliye mwana wa Haruni, ukakubali kusimama kwenye majukumu ya mwana wa Haruni, kuhakikisha usalama wa patakatifu pa patakatifu pasiharibike. Jamani, nakupa miezi hii. Sisi matajiri tunayetaka kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walikuwa katika zamu, wana wa Israeli, Haruni na wanaye. Kazi yao kupeleka mahitaji ya watu mbele za Bwana, kupeleka uhoji wana shida gani, wanasaidiana na Mlawi aliyoko patakatifu. Mfano Peter, unakuja vipi mtumishi, kuna kazi gani ya kwenda kuhubiri? Sio mpaka mafunuo ya patakatifu ya kusema ukashuhudia habari za Yesu. Kumbe wewe ukisimama katika zamu, ukakaa katika hali ya kuabudu, utasikia tu sauti, utakuwa connected na madhabahu. Tayari sauti ikitoka huko, tayari wewe umeshapokea. Unapokuja hapo unakamilisha ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu walikuwa wanaona, sasa hivi hawaoni. Sanduku la agano limeondoka katikati yako. Kuna watu walikuwa nasikia sauti, hawasikii tena. Mwambie jirani yako, sanduku la agano limeibiwa na wanyang'anyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa katika zamu ya wana wa Haruni. Utatafuta adui amekufunga na kuhakikishia Roho Mtakatifu akikaa ndani, hata wangetoa sadaka mabilioni, zile sadaka zinasambaratika zenyewe. Ukitaka kujua, muulize mtu anaitwa Elia. Manabii wa bahari walitoa sadaka, wakajikatakata kwa ajili ya kumwangamiza Elia. Lakini Elia alienda tena kwa malingo, anawakejeli kabisa. Hajasikia Mungu wenu, hebu mumchezeni kidogo. Salijua kabisa hawana sanduku.
Bwana Yesu asifiwe sana. Muiteni, amenyamaza. Jikatekateni, mtoe sadaka za damu zenu. Akawa na wasi yake kwa dizeni. Ikafika zamu yake aliyesimama katika zamu. Ikafika zamu yake aliyesimama katika zamu. Akatengeneza madhabahu ya Mungu aliye hai. Akaweka sadaka yake na mawe na maji akazunguka. Akasema leo panapo zabihu ya jioni. Akaanza kujua lango hili ni nani anashuka, kwa sababu alikaa katika zamu. Akajua hili ni lango la Baba wa mbinguni mwenyewe. Akaanza kumuita. Elia kutumia nguvu. Akasema leo najulikana huko Mungu. Laani ikapita ikapuko sikiria ndarabu siki. Ikamaliza karamo siki. Ikaharibu limo siki lipo saya. Liko rama isiki. Ikateketeza kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa katika zamu. Alikuwa katika lango la majira na nyakati ya Mungu mwenyewe kushuka panapo zabihu ya jioni. Maadui walikufa wote. Kwani maadui wanatufuata kila dakika. Tumeibiwa sanduku la agano. Wana wa Israeli walikuwa waingia maombi ya kukata, kupindua. Walikuwa kikaa katika zamu, wakaabudu katika roho na kweli. Ile nguvu inapita, inawapiga. Watu wanaabudu tu. Watu walikuwa na mabudu tu, kwa sababu sanduku la agano lilikuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni Mlawi na jeshi lake. Huyo ni Mlawi na nini? Na jeshi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani, na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na maajabu. Kwa nini zilifanyika? Hao watu walikaa katika zamu. Walihakikisha uwepo wa Mungu hauondoki katikati yao. Walihakikisha sanduku la agano ambaye ni Roho Mtakatifu yuko katikati yao. Ndio maana walikuwa wakipita katikati ya njia, pembeni ya njia, ndani ya ule mkutano. Hata vivuli vyao vilikuwa vinafungua watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa watumii nguvu. Na ndio maana walipopita kwenye lile lango wakakutana na kiwete anasubiri kupewa fedha. Wao wakasema, sikiliza, tumelibeba sanduku. Hili ni sanduku la kiagano. Lipitalo fedha unazoziomba, lipitalo chochote unachokitaka cha mwilini. Hili ni jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukilitaja hili jina utanyanyuka, utasogea. Lakini wewe unayetaka fedha unamsababisha Roho Mtakatifu akaondoka. Wale mitume wakamwambia yule kiwete, simama uende katika jina la Yesu, kwa sababu alisimama katika zamu, kwa sababu alikuwa amembeba Yesu kama agano lao, wakitembea nao. Kila alikuwa akipita Yesu alikuwa akiponya, alikuwa akipita wanafunguliwa watu na wagonjwa wanapona. Walikuwa watumii nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sanduku lako liko wapi? Muulize jirani yako, sanduku la kiagano liko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia sanduku likiwa ndani yako, hauombi kabla unawaza kesho nitahudumu wapi. Ujumbe unakuja wenyewe kabla ya kuhoji. Mungu anakupa picha halisi ya ibada ya kesho, na jinsi watu watakavyokuwa, na jinsi watu watakavyofunguliwa, na jinsi madhabahuni patakavyokuwa. Utaona namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi kuamkia jana nilikuwa na hoji ibada zinazoendelea Jumamosi. Wakati na hoji sikuona ibada ya watoto,
sikuona ibada ya vijana. Kitu nilichokiona, wamekuja wamama hawa wawili, nikatoka patakatifu nikawakuta pale. Shida walionayo miguu, nafsi, ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaja asubuhi nasema kuna watu watakuja, lakini watumishi mlikuwa hamna habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukakaa tokea asubuhi. Imefika ile lango la zabibu jioni. Hawa hapa vile vile walivyovaa, walivyovamiwa vile vile. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hatukutumia nguvu, tulishapewa na maelekezo. Mafuta yakaanza mapepo na majini kuondoka yenyewe, na ndicho Mungu anachokitaka kwa wana wa Haruni. Kwa wana wa Haruni. Wana wa Haruni wapo, wanatakiwa wahakikishe uwepo sanduku la kiagano ambaye ni Roho Mtakatifu asiondoke hapa. Ukija ukisema baba, anasema unatakaje? Niko hapa, unasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yanga unakuja unalilazimisha. Unaomba staili hii, unageukia mashariki. Kumekauka, unageukia madhabahu. Kumbuka agano la mtumishi wako Daudi. Wewe agano lako limeenda wapi? Baba, kumbuka rehema liko agano la mtumishi wako Daudi aliyeingia patakatifu akasema watu hawa tutatembea na yeye hata tukikukosea tatubu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kukumbusha Daudi agano lake. Sasa ukute na sanduku limemwacha. Ukikumbusha wanakuja wale wazee wako. Ukiliacha agano la Mungu wanakuja wakurungwa wa kweli, ndio watakayetembea na wewe. Baada ya kusema habari za Yesu utaanza ugomvi usiokuwa na kuisha. Kasirika mafungu ya 10 amlete, mnafikiri nitakula nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue tayari wewe umeachwa na agano. Haujui majira na nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana Haruni mpo? Wana wa Haruni wapo? Si wamesikia kazi yao? Katika zamu zao wao ndio watakahakikisha naivera ziko safi. Sadaka zikiingia mbaya ni wenyewe. Maana wana wa Haruni walikuwa kwa special kuangalia hata makabu takatifu pamevamiwa, utukufu wa Bwana ulitanda. Hawa ndio walikuwa wanamlinda Mlawi. Maadui anatokea kona ipi? Hawa wana wa Haruni. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ishara na maajabu zikatokea. Amen. Hao mitume walilinda nini? Sema walilinda sanduku la agano. Kwa sababu walipookoka walikubali kusimama katika zamu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua tena kitabu cha Matendo 12:22. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, kama mnalala manake masanduku yenu ya agano yameibiwa. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 24. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Maana yake hawa wana wa Haruni wanatakiwa neno litaenea kila mahali. Neno litasambaa ulimwengu mzima. Watu watamuona Bwana kupitia neno, kupitia wewe. Watu watafunguliwa kupitia hilo neno mpaka taifa lako. Neno litaenea. Hiyo ni kazi ya wana wa Haruni, wakisimama katika zamu wakalitunza ile agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao waliongezeka wana wa Haruni. Ukisoma pale kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume
walipolitunza ili agano wakasimama katika zamu. Mitume walikuwa 11. Wakati Roho Mtakatifu akishuka walikuwa ngapi? Yudas alikuwa ameondoka, wakabaki wangapi? Wakati wameshukiwa na huyu Roho Mtakatifu wakaongezeka, wakawa ngapi? 70. Wakaongezeka, wakawa ngapi? 120. Wakazidi kuongezeka, hawalikuwa hawapungui. Biblia inaniambia kwamba walikuwa wanaongezeka. Kwa hiyo ukitaka maongezeko kwenye maisha yako, wewe kubali sanduku la agano likae ndani, ukubali kusimama. Amen. Katika zamu. Amen. Unataka maongezeko? Nani anataka maongezeko ya kihuduma? Amen. Eti yupo? Amen. Nani anataka maongezeko ya kihuduma? Amen. Unatakiwa kubali kusimama katika zamu. Ukubali kulitunza sanduku la agano. Ukae katika hali ya kuabudu eneo Mungu aliyokuweka. Ukae katika hali ya kusimama katika ile eneo la kuabudu. Pasipo kuniangalia mimi Domitila. Nataka muone huyu Yesu amekusimamisha katika zamu. Anayesema pita, wewe ni mtoto wangu. Usiangalie Grace anasema nini. Hebu angalia umesimama kwenye zamu. Nataka nikutume mahali fulani. Nenda nikajitwalie utukufu mwanangu. Hebu nenda hizi habari zangu ukaseme. Hebu nenda watu wa Ninawi wakafunguliwe. Lakini hatutaki kusimama katika zamu. Unafikiri Ninawi itapona? Eti Ninawi itapona? Hiyo ndo kazi ya watoto wa Haruni wakisimama kwenye zamu. Maongezeko ya watumishi, maongezeko ya kanisa, maongezeko ya uchumi, kila maeneo kutakuwa na maongezeko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo nipamalize kwa design hiyo. Kuna mwenye swali?